هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Ndugu zangu, wapenzi wangu, tuko na silsila maisha ya furaha na darsi ya leo tujihadhari na ushirikino. Kabla muda hivi nilikuwa na rafiki yangu Allah yatiha siha wal afia rabbil alamin, tulikuwa katika kilio. Akaniambia Maryam, lazima mtoe darasi kuhusu mambo ya ushirikino na ilhad. Wale watu audhu billah wanatoka katika mila na wanasema anafikia paka na kufuru, kwa sababu sasa hivi inatoka hizi ushirikino kwa njia tofauti, yani kwa njia yani za kuendelea sana. Subhanallah, kisha ikadondoka katika moyo wangu, nikasema kweli المفروض tuwatolee watu, tuwahadharishe kuhusu mambo wa shirki na kufri billah azza wa jal, لأنه مفروض hii درسي nitoe kabla hata ya uongo au ya yote, لأنه ushirikino hamna dhambi kubwa katika Islam kama dhambi ya ushirikino, na hii dhambi ya ushirikino inafuta amali zako zote zile salih, na pia Allah azza wa jal haghfiri mtu kafa na katika ushirikino. Na subhanallah, sasa hivi naona Waislamu hata wale wanishika dini wana mara nyingine inakuwa hawajui wao, lakini wanadondoka katika ushirikino bila kujua, au mara nyingine wanajua, wanakuambia tunawakuta wazee wetu au familia yetu wanafanya hivi vitu. Subhanallah, nikisema ushirikino katika akili yako ala tuli itadondoka ino mtu anasujudia sanamu au anaabudu. La, ushirikino so katika hii bas ino mtu anaabudu sanamu, walakin shirk sasa hivi inaota kwa njia tofauti paka haudhani kama mtu kadondoka katika ule shirk. Kwanza tufahamu nini maana shirk. Nini maana shirk? Watu unasikia kafa anafanya shirk au ana ushirikino. Maana shirk yani unamwacha mtu kawaida au chochote, unampandisha na maqam ya Allah azza wa jal, unamjalia yeye na Mungu wawe sawa sawa. Yani wanakuwa kama vile kampuni ya unasema huyu fulani yuko ananishiriki katika hii maudhu, anakuwa pamoja na wanakuwa pamoja. Subhanallah, al-Imam al-Munawi anasema shirk inakuwa shirk kubwa, hiyo ndo unasema inna Allah azza wa jalla nayo unamwekea na mtu anakuwa ana ushiriki naye, au inakuwa ndogo, na hii unakuwa unaweka mtu au vitu vingine unasema wanaviweza, na hivi vitu haviwi ila kwa mkono ya Rabbil Alamin. Na yani maana shirk inu unampandisha bani Adam, hajiwezi la kunafiisha nafsi yake au kujidhurisha nafsi yake, unampandisha maqam ya Rabbil Alamin. Ndio hivi shirki inakuwa hamna dhambi kubwa kama dhambi ya ushirikino. Allah azza wa jalla ana amughfiri mtu akifa na yeye yuko katika ushirikino bila kutubu. Allah azza wa jalla anasema inna Allah la yaghfir, haghfiri Allah azza wa jalla an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Anaghfiria kila kitu lakini shirk haghfiri. Na Allah azza wa jalla anasema inna ash-shirka la dhulmun adhim. Shirk unajidhulumu nafsi yako ukifanya ushirikino, unajidhulumu dhulmu kubwa sana adhim. Na Allah azza wa jalla anasema fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, usimwache Rabbil Alamin
anayo watu au kitu chochote kina maqam yake na inakuwa katika mustawa yake subhanahu wa ta'ala. Na Allah azza wa jalla anasema qul ta'alu atlu ma harama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'an, na amali yako inadondoka, anasema rabbil alamin walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Na'udhu billah. Na mwisho ya ushirikino moto, wal'iyadhu billah. Allah azza wa jalla anasema innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar. A'udhu billah. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusu shirk, anasema ala unabbiukum bi akbar al-kaba'ir, hamna dhambi kubwa kubwa, zile kubwa kubwa, madhambi yale makubwa. Masahaba wakasema kitu gani? Famtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema al-ishraku billah, yani unamwacha na Allah azza wa jalla ushirikino. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema yule mtu anakufa hafanyi ushirikino anaingia janna, na yule mtu anakufa na yeye kafanya ushirikino anaingia moto, wal'iyadhu billah. Na pia hamna ushirikino ule kubwa sana ukiwa unaomba dua na unaweka ushirikino katika ile dua yako. Subhanallah. Na subhanallah, katika hadithi al-Qudsi, hadith Allah azza wa jalla anasema mimi sina haja uniwekee ushirikino na mimi, na ukiniwekea ushirikino katika amali yoyote unaifanya, ibada yoyote unaifanya, na kuacha wewe na ile una ushirikino wako. Ya Allah, inaogopesha hii. Na subhanallah, ushiriki ile kubwa sana inu ujalie ibada yoyote au kitu, yani Allah azza wa jalla yeye ndo anakifanya, au majina au sifa ya rabbil alamin unajalia mtu au chochote unamwekea haki kama ya rabbil alamin, na hii inakuwa inaonekana kwa macho. Mithali, kama mtu anaabudu sanamu inaonekana, au mtu anaenda katika makaburi ya maiti, au anaomba pale dua li ghairi Allah azza wa jalla. Na kuna shirki iko ndani haionekani, kama shirki mtu anatawakkal ndani ya moyo wake, anatawakkal lakini hatawakkal ala Allah azza wa jalla, anatawakkal kwa mtu, au kama ushirki wa unafiq. Subhanallah. Na pia inaweza kuwa katika moyo, unadhania huyu fulani yeye anaweza kukupa riziki, ushaingiza shirki. Huyu fulani anaweza kuamsha maiti, au kutoa mvua, kushusha mvua, au kuruzuku, au kukuletea kitu kibaya, au kukufanyia kitu kizuri. Subhanallah, hii yote haiwi illa billah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Na pia ukipatikana na balaa au kitu, badala uende kwa rabbil alamin umuombe, unaenda kwa mtu, au unaomba unasema subhanallah. Na pia ufanye istihza katika dini ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au unafanya istihza kwa Allah azza wa jalla, wal iyadhu billah. Na pia inaingia katika vitendo kama uchinje, au unasema hii naichinja ya fulani, hauchinji lillah azza wa jalla, na hii inatoa katika mila ya Islam. Na kuna shirk wa ulama wanakuambia shirki ndogo, yani shirk asghar, subhanallah, hii inayokuwekea njia ikupeleke katika ile shirki kubwa. Na moja inakuwa katika moyo wako, yani daiman moyo wako haiko, ukipatikana chochote inashikilia, hamshikilii rabbil alamin, walakin inashikilia sababu zile ya vile vitu. Pili, kwa mdomo mathalan unapia bighairi Allah azza wa jalla. Na hapa kuna kitu muhimu sana sana sana. Ushirikino yani unachukua wewe, unamfanya Mungu mwingine wewe ndani yako. A'udhu billah. Vipi utafanya Mungu mwingine? Hal wewe utaabudu? La. Unafanya vipi Mungu? Moyo wako unakuwa unainamika, ule moyo ndo unainamika kwa kitu chochote au mtu yote.
bimaana we hauwezi kumwambia mtu la, hata kama hii kitu Allah kaleta tofauti na yule mtu kakwambia amri tofauti, we utafata ya yule amri ya yule mtu. Khalas, hivi kama vile Wakristo na Wayahudi. Wakristo wanimwacha Isa alayhi salam Mungu, na waniwaacha maulama wao na wakubwa wao, waniwaweka kama Allah azza wa jal. Subhanallah. Ndio hivi Allah azza wa jal kawapa sifa ya washirikino, kasema hawa Wakristo na Wayahud hawa washirikino. Allah azza wa jal anasema ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, wani waweka maulama wao, wani waweka kama maqam ya rabbil alamin. Hal mayahud na wanasara wa Wakristo wanisujudu ya ulama wao? hawajasujudu. Lakini Allah azza wa jal kasema subhanallahi amma yushrikun. Subhanallah, yani waniqaddis waniwaweka pahali juu kama ile pahali maqam ya rabbil alamin, na moyo zao zini inama na katika hawa watu, na waniwafanyia kama wanavyofanya ndani ya moyo wao kama maqam ya rabbil alamin. Na walikuwa Waarabu wengine katika jahiliya walikuwa wanaabudu na wanaqaddis, so wanaabudu wanaqaddis, yani wanaqaddis, yani waniweka pahali pakubwa ndani ya moyo wao na wanawaadhim ndani ya moyo wao. Ndio hivi rabbil alamin kasema waja'alu lillahi shuraka aljin. Shuraka aljin, yani wanimwacha Allah azza wa jalla na majini wanawafanyia ushirikino. Subhanallah. Sisi الآن tunayo maudhu kubwa sana na vitu vingine watu wana katika akili yao ushirikino na yeye amsujudie sanamu au asjudu mtu au nini. La, mushkila kubwa sana, na hii mushkila ya kusujudu ya sanamu ishaisha, jahiliya niisha. Walakin wewe unakuwa abd lillah azza wa jal, kama ndani ya moyo wako hamna mtu illa Allah azza wa jal. Unakuwa abd lillah azza wa jal kama amri ya Allah unaifata, hauweke amri ya mtu yoyote mbele kwa amri ya rabbil alamin. Ukiweka amri ya mtu kawaida juu ya amri ya rabbil alamin, unidondoka katika ushirikino. Ya Latif. Subhanallah. Ndio hivi kuna aya fi Qur'ani Karim hauifahamu mpaka ufahamu hii maana. Allah azza jalla anasema wama yu'minu aktharuhum billah illa wa hum mushrikun. Ajib. Vipi hivi? Wama yu'minu, yani hawaamin wengi wao kwa Allah azza wa jalla illa na wao wanafanya ushirikino. Yani wao wako mu'minin, wao wanaamin lakini na ushirikino pamoja. Subhanallah. Vipi tayib? wao wanakuwa ye mu'min na time ile ile ye mushrik kwa ile ile time, kwa sababu ye mu'min unavomuona, lakini ye kashadondoka katika ushirikino. Subhanallah. Na hii hatari sana. Subhanallah. لأن Allah azza wa jal kaweka fi Qur'ani Karim aya nyingi sana kuhusu ushirk na ushirikino, na sio katika akili yako. Allah azza wa jalla anaweka aya nyingi sana katika Qur'an kuhusu shirk, inno kitu kishaisha, yani unasujudia sanamu, na hii niisha katika jahiliya, lakini hii kitu kiko kinaendelea. Ndio hivi rabbil alamin anatuhadhirisha na maudhu ya ushirikino na inaota katika maisha yetu. Subhanallah. Ndio hivi lazima katika moyo wako uwe unayo kama taa ya hatari, ukatae kila kitu inafanya ushirki au ushirikino ma Allah azza wa jalla. Na katika yao kwanza, moyo wako usiwache ndani ya moyo wako mtu daraja na rabbil alamin, na moyo wako usiweke amri yoyote ya mtu yoyote juu ya amri ya Allah azza wa jalla. Ukiwa katika moyo wako uniweka wa mtu juu ya Allah azza wa jalla au amri ya rabbil alamin, wewe uko unayo mushkila kubwa. Subhanallah. Na uko katika hatari. Subhanallah. Ndio hivi. Subhanallah. Vipi mimi niwe na free? Vipi niwe hur? Mimi kiwa free na hur
nisiwe abd illa lillah azza wa jalla, ndo unakuwa free. Ndo hivi tukija kusema la ilaha, yani hamna Mungu, subhanallah, qabl unasema we hamna Mungu, la ilaha yani qabla illa Allah. La ilaha bimaana ya Rab, katika moyo wangu nasafisha kwa kila Mungu yoyote ndani ya moyo wangu, mimi na usafisha, na kila kitu na inama katika moyo wangu au ina ishikilia hii moyo wangu yote naisafisha, na hamna la ilaha, hamna Mungu ndani ya moyo wangu illa Allah azza wa jalla. Subhanallah. Ndio hivi subhanallah. Unaona mtu unasema la ilaha, mimi sisujudu sanamu, lakini watu wengi kweli hawasujudu sanamu, lakini wanafata ile moyo wao unavyotaka. Hawa inaitwa. Na subhanallah, Allah azza wa jalla anasema araaita man ittakhadha ilahuhu hawa. Ajib, vipi mtu anaweka Mungu wake. Nini Mungu wake? Hawa yake, yani inavyomtuma akili yake na moyo wake, yeye anaenda inavyomtuma. Ndio hii hawa. Ndio kwa Kiarabu tukisema hawa, akili yako na moyo wako unavyokutuma, ndio hii hawa. Yani unaweza kukaa na mtu ukamwambia haq hivi, anakataa, hataki. Unamwambia kuna dalili katika sunna na katika Qur'ani Karim, hataki pia. Kwa nini? Hal yeye hajui haq? La, yeye anajua kama wewe unazungumzia haq, walakin yeye anakuambia sisi tunileleka hivi, sisi tunafata hivi, mie sitaki kufata hivi, kwa sababu moyo wake na akili yake haitaki kitu. Hijakuja kwa moyo wake na akili yake, hijaja kama vile yeye anavyotaka. Na hii unadondoka hapa katika shirki. Na katika zingine shirki pia, kuna mtu anaabudu mali. Vipi anaabudu mali? Hatoi sadaka, hatoi zaka, anapenda mali sana sana. Ndio hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema ta'isa abdu dinar. Ona shuf, Mtume kasema ta'is, yani anapata hasara. Abd wa dinar, abd wa yule pesa. Subhanallah, ya latif. Ona kamuita abd ya nini? Abd ya pesa. A'udhu billah. Subhanallah. Hal kuna mtu leo anaabudu pesa? Hamna mtu anaabudu pesa, walakin ndani ya moyo wake anaiabudu ile pesa. Ndani ya moyo wake ndio hivi kadondoka katika ushirikino. Subhanallah, kaweka pesa ndani ya moyo wake namba moja. Subhanallah. Ndio hivi hauwezi kuwa free ila utowe kila kitu katika moyo wako, unikishikilia na unakipenda na unaweka juu ya Rabbil Alamin. Lazima awe Allah, yeye ndo wa kwanza. Subhanallah. Ndo hapo utasema ana abdullah, mimi abd ya Allah azza wa jalla. Na subhanallah, الآن nitaingia katika shirk. Nini maana shirk na vipi tunadondoka katika shirk katika vitu? Labda sasa hivi haya maneno mimi nitasema kuna watu wao toka wadogo wanafanya hivi vitu, au atashtuka yani. Ndio hivi naiweka kwa kila kitu nitazungumzia sasa hivi na dalili na Qur'an na Sunna, kwa sababu mara nyingine inakuwa kaleleka hivi traditional yao hivi, walakin utashtuka laana ushirk mara nyingine inaingia katika ile ulvoleleka au katika alaadat au taqalid au التأمل. watu wanakaa hivi wanafanya kama tadabbur. Subhanallah. Au katika sport, riyadha, au katika ilm, au katika fan, au hata mara nyingine katika ibada yako lillah azza wa jalla, unaweza kudondoka katika shirk au itakuwa ndani ya moyo wako. Subhanallah. Shirk. Subhanallah, shetani ana akili sana. Shetani huwezi kuja akakwambia chukua huyu sanamu au hichi kitu yaabudu. La, yeye anatunga mchezo wake pole pole, kwa sababu yeye kasha pia anasema mimi nitakuingizeni motoni, nitaingia motoni, si nitaingia peke yangu. A'udhu billah, nitaingia na nyie. Ndio hivyo atakwambia weka hii hirizi itakukinga kwa jicho au hasad. Nenda katika kaburi fulani, chinja
au nenda katika kaburi fulani hii, ifanyie tu ziara, utapata watoto au utapata riziki. Nenda kwa huyu mtu salihin kafa zamani, omba pale, subhanallah, itakukaribisha kwa Allah. Fanya yoga, na katika yoga unakaa unasema vitu kama nyimbo hivi unaimba, kwa sababu eti inakuacha akili yako inakuwa relax. Hii yale maneno unayosema katika ile yoga, subhanallah, au ile harakati zingine kama nyimbo za shetani, waliyadhu billah. Na kumbe polepole yeye anakupa polepole paka unaingia katika shimo ya ushirikino, waliyadhu billah. Na tunamwomba Allah azza wa jal atupe salama, subhanallah. Katika picha ya ushirikino, kitu cha kwanza, unaenda katika makaburi, unaomba msaada kwa hawa watu wanikufa, subhanallah. Ukipata balaa au ukipata musiba, usiende katika kaburi ya fulani au fulani kwa sababu ufarijiki, au unachinja pale katika yale makaburi, au unamchinjia fulani, yule mganga fulani unamchinjia, anakuambia nenda kalete kwa sababu yule jini anataka kuku sijui rangi fulani, au ndege au mbuzi fulani au nini. Hii yote, haya yote shirki billah subhanahu wa ta'ala, na hawa wote hawawezi kukusaidia wala hawatakufaa, na hata kama wanikufaa utakuwa wewe unidondoka katika shirki, na hawajakufaa illa kwa idhni ya Allah azza wa jal. Allah anakupa mtihani, anataka kukupima imani yako, subhanallah, na anakupa mtihani uendelee katika hii, kwa sababu ukidondoka baadaye na ukifa na wewe hujatub, utaenda motoni, waliyadhu billah. Allah azza wa jalla anasema, walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qatmir, wale watu mnakaa mnawaomba hawana faida, hawamiliki kitu chochote. In tad'uhum, na nyinyi mnaomba, hawasikii. La yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawma alqiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir. Hawana faida. Unaenda katika makaburi ya watu wanikufa, unakaa unaomba, hawasikii, na kama wanasikia hawatakupokea dua yako, subhanallah. Na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema kabla hajafariki kwa siku 5, anasema sallallahu alaihi wasallam, nikuambieni wale watu walikuwa kabla yenu wanachukua makaburi ya manabii yao na wale watu salihin wanayefanya kama misikiti. Msifanye makaburi kama misikiti, mnaenda mnaomba pale na kukatazeni, subhanallah, kwa sababu hamna mtu anaweza kukufaa wala kukupa dhari ila Allah azza wa jalla. Na pia mara nyingine wanakuambia weka hii hirizi, vaa hii hirizi, au vaa mkufu, au vaa mvishe mtoto. Mara nyingine tunawabeba watoto, unaona kavishwa mtoto, auzu billah, hirizi. Kwa nini? Wewe unaamin inna Allah azza wa jalla yeye ndo ananafaa dhur, wala hii hirizi, subhanallah. Ukiwa ukivaa ile hirizi, ukaifungua ndani ya hirizi, unaambiwa yale maneno yanaandikwa ndani ya hirizi, utashtuka, utaogopa, subhanallah, kwa sababu kuna maneno mengine hayafahamiki, na maneno mengine yanawaita majini, na maneno mengine yanabadilisha majina ya Allah azza wa jalla, au inaandika Qur'ani kwa vibaya, au inaandika Qur'ani kwa kinyuma, auzu billah, na wanabadilisha harfi za Qur'ani katika zile hirizi. Wewe unakaa unazivaa, au unaamin kama hii hirizi ndio sababu ndio itakufaa au itakudhuru, a'udhu billah. Wewe hapa ushadondoka katika shirki billah azza wa jalla. Na hii sana tunaona wanakuambia mfishe sijui nini, fanya uzi mweusi, ule uzi mweusi ndio unafaa. La, Allah azza wa jalla ndio anafaa, yeye ndio anakupa, yeye ndio anakutolea, anakupa khairi au anakutolea dhari, subhanallah. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanikuja watu 10 wanataka kumpa mkono kwa Islam. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam watu 9 kakubali mkono wao kwa Islam, ila mmoja kakataa. Alipoulizwa kwa nini, kasema kwa sababu kavaa
hirizi. Na alivyosikia yule mtu akaichukua ile hirizi akaikata, Mtume Muhammad SAW hapa akampa mkono. Akasema Mtume Muhammad SAW hadithi anasema, man allaqa tamima yani ka hirizi kavaa, faqad ashrak, kaingia katika shirk. Subhanallah. Wewe unakaa unafikiria hii naivaa kwa sababu ya jicho au kwa sababu ya hasad. Na mara nyingine unaona watu anavaa mathalan shanga rangi ya blue kwa sababu anakuambia hii inanikinga kwa hasad. La, auzu billah. Au mara nyingine anavaa mkufu au kama kidani ya mkono inayo shakil ya jicho, eti itanikinga. La, auzu billah. Hii yote wewe unadondoka hapa katika ushirikino. Subhanallah. Kwa sababu katika ndani yako imani. Nini ndani yako imani? Hii kitu ndo kinakukinga. Wewe ushaweka hii kitu kinakukinga. Hii hirizi au hii shanga au hii jicho, ile mkufu au chochote, hii ushaingia hapo katika ushirikino. Na hapa wewe ushapandisha hichi kitu kwa kudra ile, haimliki ile kitu illa Allah azza wa jalla, yeye ndo anamliki hii. Subhanallah. Na pia mara nyingine watu wanaomba katika dua, anasema ya Rasulullah nisaidie, ya Rasul, ya Hussein, ya Ali, ya Abdul Qadir, au jina yoyote ya manabii au malaika au salihin katika dua yake, nisaidie na nitoe katika hii. Hapa kashadondoka katika shirk billah azza wa jalla. Kwa sababu Allah azza wa jalla anasema, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah azza wa jalla umtajie yeye subhanahu wa ta'ala katika dua yako. Na ukiomba msaada yote usiombe ila kwa mtu yuko bado hai, mtu yuko hajafa, yuko hai na anaweza kufanya kwa ile uwezo wake wa mwili, sio kitu juu ya uwezo wake, au unampandisha mtu juu ya uwezo wake. Unafikiria katika akili yako yeye huyu mtu ndo atafanya. Kama Mtume Muhammad SAW في القرآن الكريم Allah azza wa jalla kaambia, waambie watu, qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghayb lastaktartu min al-khayr wama massani as-su'u in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Yani mimi sijiwezi kujiletea manufaa yote au dhuru yoyote, wala sijui ilmu ya ghaib, wala nikipata kitu chochote kibaya sio katika mkono wangu, wala siwezi kukitoa. Subhanallah. Huyu nani? Mtume Muhammad SAW hamliki la kitu kinamfaa wala kuna mdhuru. Subhanallah. Na wewe unaenda kwa mtu bani Adam unasema huyu mganga anafaa, huyu mganga nayo, خلاص wewe shadondoka hapo katika shirk. Subhanallah. Kisha tunakuja pia aina nyingine katika shirk, ushirikino, wale watu wanasoma hizi bahati ya mwezi au nyota, au unaenda kwa mganga au unataka ujue kitu gani kitakuwa katika hii mwaka. Au mara nyingine kila ikianza mwaka mpya utakuta watu anakuja mganga fulani anazungumzia itatokea hivi yote. Subhanallah. Katika vitu vya jahiliya, yani kuja Islam ikakataza watu kudondoka hivi. Hamna nyota yoyote wala ilmu yoyote ya nyota ina athirika katika maisha yako yale yanakuja. Allah azza wa jalla anasema, qul la ya'lamu man fi samawati wal arda al-ghaiba illa Allah. Hawezi kujua ghaib au kitu ile kitakuja illa Allah azza wa jalla. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man iqtabasa ilman min an-nujum, yule anachukua ilmu ya uganga wa nyota kachukua ilmu ya uchawi. Subhanallah. Maana ukiwa unatizama uganga wa nyota, unataka kujua kitu gani kitakuwa mbele, hapa wewe ushadondoka katika uchawi, na ilmu ya ghaibu haijui la mganga fulani wala huyo alim fulani,
walakin Allah azza wa jalla yeye anajua. Na hii kuna kitu cha hatari. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, na hii hadithi inatisha, man ata arrafan, yani unienda basi kwa mganga, unienda unamuuliza kitu gani kitakuwa hivi, unaambiwa haikubaliwi sala yako siku 40. A'udhu billah. Na hadithi nyingine wasema, man ata arrafan, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, unaenda kwa mganga na unimsadiki kwa yale maneno, kwa kwambia fulani kwa kuroga sijui nani, mimi nitakutizamia kitu gani au hivi, unikufuru kwa ile ni mshushia ilishuka kwa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Latif, unatoka katika mila ya Islamu. Kwa nini? Kwa sababu unataka kujua kitu gani au nini? Vipi yule mtu anafanya uchawi? Hii mada kubwa sana, wala a'udhu billah. Na subhanallah, hii kitu pia tunakuja, mtu pia anaweza kudondoka katika ushirikino akiapia bighairi Allah azza wa jalla. Na hii watu nawasikia wanaapia, anakuambia kwa maisha yako, kwa kichwa cha watoto wangu, kwa sala zangu, yote anapia bighairi Allah azza wa jalla. Kwa hii neema anapia kwa nini? A'udhu billah, unapia bighairi Allah azza wa jalla. Subhanallah. Na hii unadondoka hapa katika ushirikino ule, الشرك الأصغر inaitwa ushirikino mdogo, ukiapia bighairi Allah. Hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, man halafa bighairi Allah, yule mtu anaapia bighairi Allah, ana faqad ashrak, kashaingia katika shirk. Subhanallah. Ukitaka kuapia unasema wallahi faqat billah azza wa jalla. Yule mtu anataka kusaddiq atakusaddiq, ukishapia billah mafrudu yule mtu asaddiq خلاص. Usiapie kwa kitu chochote. Watu wengine wanasema kwa vichwa vya watoto wangu, kwa babangu, kwa yote hapa unadondoka katika shirk, wala a'udhu billah. Pia mtu anadondoka katika shirk akifanya riya, wala a'udhu billah. Riya so unadondoka katika shirk pia, inafsudu amali yako inadondoka. Yule mtu anafanya ibada, riya maana yake yule mtu anafanya ibada anataka sifa kwa watu. Na hii hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah azza wa jalla anasema, ana aghna shurakai an shirk, ana aghna shuraka an shirk. Yani Allah azza wa jalla anasema, mimi sina haja ya ule ushirikino. Yule mtu atafanya amali yoyote, ibada yoyote, kisha anaweka na mimi ushirikino, kama unataka sifa ya watu, Allah azza wa jalla anasema na kuacha na ushirikino wako. A'udhu billah. Subhanallah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, akhwafu ma akhafu alaikum, hamna kitu na kugopeni kama ashirki al-asghar, ushirikino ule mdogo. Wakamuuliza, wama ashirku al-asghar, ushirikino gani mdogo ya Rasulullah? Akasema riya, ile unafanya amal kwa sababu ya watu au kutaka sifa au kujionesha. Subhanallah. Na pia kuna shirk ndani ya moyo, inaitwa shirk khafi, haionekani. Ushirikino hauonekani. Ushirikino gani unaonekana? Yule mtu anaona dunia kama yeye atabaki maisha yake katika hii dunia, fikri yake, mwili wake, kulala kwake, kila kitu kwa sababu ya dunia. Basi anaishia dunia ndio inimjaa, hajali la haram la halal, hajali amri ya Allah azza wa jal, yote anaabudu hii dunia, wal a'udhu billah. Subhanallah. Yani dunia namba moja ndani yake, wal a'udhu billah. Ndio hivi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, ta'isa abdu dinar, abd wa dinar, ta'isa abdu dirham, abd wa nini wa dirham wa pesa wawa, na ta'isa abdu alqatifa. Takhayal qatifa, mtu anaabudu nguo, wal a'udhu billah. Mtu mwingine anaabudu khamisa, akipewa anaridhika, kama hajapewa anakasirika na ghadhab. Hali yeye kasjudu kwa pesa, hajasjudu kwa pesa, lakini moyo wake unijaa dunia, inijaa, hajali la haram wala halal wala chochote. Inikuwa ndani ya moyo wake Mungu wake ndo hii pesa, hii dunia, hivi inijaa ndani ya moyo wake. Na katika kitu inadondosha pia katika shirk, ufanye nadhiri, lakini uifanye lighairi Allah azza wa jalla. Kama useme fulana akipona, mtoto wangu akipona, nitamchinjia fulani.
unataja yule mtu, yule mganga, au nitapeleka chakula katika kaburi fulani au jini fulani unataja. Hii nadhir, hii المفروض nadhiri iwe lillah azza wa jal, na iwe nadhiri salih, haiendi illa lillah azza wa jal. Ukifanya hivi lighairi llah, yani sio ya Allah azza wa jal, unadondoka katika shirk. Allah azza wa jal anasema qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. Nia yako, moyo wako, amali yako yote المفروض inakuwa liman lillah azza wa jal. Subhanallah. Na kuna vitu vingi sasa hivi vinatoka kuacha unatoka katika milla wal'iyadhu billah. Katika hivi watu wale wanataamal taamul اللي هي kama wanatadabbar, yani sio tadabbur ile khairi, la, anakaa hivi anafanya kama ile yoga, kisha anafunga macho, anazungumza kama anazungumza na hii tabia au hii yote inadondosha katika shirki. Kisha ilmu ya taqa, yani ilmu ile ya nashati au ya energy. Sasa hivi wanitoka wanazungumzia kuhusu hii, anaweza kudondoka katika ushirikino au kukufuru billah azza wa jal wal'iyadhu billah. Wanaleta kila aina sasa, majina yanakuwa tofauti, majina mazuri, watu wanaenda subhanallah, na majina mengine watu wanaenda, anafanya mwenyewe, anajifikiria anafanya yoga au nini, kumbe kashadondoka. Au mwingine anakuambia hiyo katika ilmu hiyo ya taqa, sasa ndio hiyo mpya, sasa wanaenda tanwir, mambo mengi. Mungu ya Rabbi atusaidie na hii dunia na fitna zake. Ukijuta na unataka urudi astaghfirillah azza wa jal. Subhanallah, kuna vitu unifanya labda katika ulikuwa hujui au jahl, unatubu, unastaghfirillah azza wa jal. Talama wewe roho yako iko katika mwili, Allah azza wa jalla anaghfiria ukimrudia. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله. na kitu cha pili baada ya kustaghfir na kutub, jaribu utafute ilmu sawasawa, ufahamu vitu gani vinadondoka katika shirki, vitu gani unakuwa Allah anajaa ndani ya moyo wako. Ufahamu Qur'ani, ufahamu sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufahamu tafsir, ujifundishe, ujue. Kila ukiwa unayo ilmu, kila inakusaidia katika hizi fitna. Na kama mathalan unikana watu unahisi hawa watu wanadondoka katika shirka unini, uliza wale watu wana ilmu katika dini. Subhanallah. Na pia usome hii dua usubuhi na usiku, Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wastaghfiruka lima la a'lam. Na useme وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. na nisome adhkari ya sabah na almasaa, inanikinga kwa kila shari, kwa kila ain, kwa kila hasad. Imani yako na kusema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100 asubuhi na usiku. Ukisema hii inaandikiwa daraja 100 na unafutiwa madhambi 100, na inakuwa hirizi. Wewe unataka kuvaa hirizi? Hii hirizi, subhanallah, hii la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulk wa lahu alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, mara 100 baada salat alfajr. Hii hirizi na kukinga kwa shetani na kwa kila bala. Na ukisoma adhkari sabah wal masa, hii na kukinga na alquran na wirdi yako katika alquran, Allah azza wa jalla ndo anakukinga na kila bala na kila ain na kila hasad na kila jicho na kila bala ya rabbal alamin. Ukitaka una swali yoyote kuhusu hii mada shirk au chochote ujakifahamu, nirudie na insha Allah nitajaribu kujibu ninavyoweza. Allahumma ya muqallib alqulub
ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والشرك والنفاق يا رب العالمين، ونعوذ بك من محبطات الأعمال. اللهم إنا نعوذ بك من محبطات الأعمال. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.